pale Minnesota, US. Kulikuwa na pesa ya kusaidia people with disability, kusaidia watu wako na challenges. Hiyo pesa yote ikaibiwa ikaletwa hapa Kenya. Wakanunua mashamba, wakanunua manyumba, wakajenga mall. Sasa Amerika wamejua, wameanza kutafuta hiyo watu. Ingine ndio ilipatiwa rais kufanya kampeni ya UDA. Iko mall moja iko Isili, ilijengwa na hiyo pesa. Huyo mwenye hiyo mall ni business partner ya rais. Mchele ile imeagizwa ndio imalize watu ya Mwea, 500,000 metric tons imepewa huyo mwenye hiyo mall ambaye ilijengwa na hiyo pesa ilitolewa Minnesota. Sasa tunaambia Trump amesema atakuja kuchukua hiyo watu hapa, na tunamkaribisha. Lakini jana rais ameshinda akifanya mipango vile mahakama itazuia hiyo watu kuchukuliwa. Kuna ile process inaitwa extradition. So rais anapanga wapewe court order wasiende, na mtaona watapewa court order huyo mwenye hiyo mall, because wa America wamemumurika. So we are asking Donald Trump, please don't bother with the extradition process in Kenya. Just do what you did in Venezuela. Yeah? Just send your people with a plane, come and pick that fellow from here, uende umshtaki. Na hiyo pesa irudishwe huko, hiyo mall iuzwe, na huyo mtu awache kutusumbua mambo ya mchele na mambo ya sukari. Because ndio rais anatumia to import duty free rice, duty free sugar, imemaliza wakulima wetu Western, imemaliza wakulima wa Mwea. And because Ruto amepanga na mahakama apewe order asipelekwe Marekani, we are requesting the President of the United States of America, Donald Trump, to be kind to this country and to come through for us and to ignore that process and just do what he did in Venezuela. And Kenyans will be grateful. Now, if it is possible, he can do it as early as this week. Asingoja sana. Hiyo mtu wako pale Isili, we can tell you where he is. Atume ndege ichukue hiyo mtu. Vile alifanya pale, alichukua rais wa nchi. Na huyu Donald Trump ni matata. Yeah, that's what we want him to do. Because that fellow alijenga hiyo mall na hiyo pesa. Na ndio anatumika kuangaisha wakulima Kenya. All the duty free rice yeye ndiye anafanya. Duty free sugar ndio anafanya. Ile shida yote imepata wakulima Kenya ni huyo mfanyibiashara ako pale Isili ambaye alijenga hiyo mall na pesa imeibiwa Minnesota. Kwa hivyo tunauliza serikali ya Marekani mtusaidie haraka iwezekanavyo. Na kama mkipata pia Kasongo na husika na hiyo maneno, hiyo ndege mnatuma pia inaweza enda na yeye. Nikimalizia mimi niseme mwaka huu wa 2026 our political program is simple. Ni kuuza chama cha DCP na kuingiza watu na kuuza chama yetu. Lazima we prepare for election next year. So nitakuwa nikitembea kila pahali, muingie kwa DCP ndio chama yetu, mtusaidie na askari wa kulinda sisi kama jamii, kama eneo la Mlima Kenya. Give us good members of parliament who can protect our tea, our coffee, our milk, our poultry, our dairy farming, because we are suffering as a people. Members of parliament in Nairobi watachunga hawkers wetu, wafanyi biashara ya Gikomba, watu wale wako huko wanafanya kazi. Na vile nimesema tutakuwa na free and fair nomination ndio Kenya iweze kwenda mbele. And I want to say nikimalizia, the mountain is one, tukae united, si ndio? Na nimeona hawa watu ya ODM wanatumwa na Kasongo kutukana na Rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niambie watu ya ODM, Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu na ni kiongozi wetu. Mwachane na yeye kumtukana.
Alijaribu kusaidia nyinyi mpate uongozi, mkashindwa kupiga kura. You cannot blame Uhuru Kenyatta. Nimeona mpaka hii kijana anaitwa bibi ya Ruto, huyu wa Kikuyu, ameita watu hapo kwake, anasomea Uhuru Kenyatta, trying to belittle our leader President Uhuru Kenyatta, telling Uhuru Kenyatta, oh, heal and move on. Let me tell you, wewe bibi ya Ruto, Uhuru Kenyatta did not lose any contest to William Ruto. Uhuru Kenyatta just made one mistake. He decided to be decent, to be a decent leader, and hesitated to tell us kinagaubaga William Ruto ni nani. He was just speaking in parables that Ruto is not good for this country, but he never gave us details. If he gave us details, the ones I give the people of Kenya now, hakuna mtu ya Mlima Kenya angepigia Ruto kura. Kweli ama uongo? So don't say you defeated Uhuru Kenyatta. You are beneficiaries of his decency. He was just decent. He didn't want to go too much inside. Lakini kama mimi Uhuru Kenyatta alikuwa ameniambia mambo ya Ruto ile mimi najua, mimi ningeambia nyinyi hata ungechagua huyo Ruto. So wewe kijana bibi ya Ruto, wapana belito our president Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hapana rika yako, wewe ni kijana mdogo. Respect our fourth president and our leader here in the mountain. Na mimi niko na jukumu, hakuna mtu nitakubali amharibie Uhuru Kenyatta sifa yake. I will not allow it. I have a responsibility. Uhuru is retired, apumzike, but tunataka aheshimiwe. Amekuachia nchi, ulikuwa unatuambia Uhuru ni mlevi ndio ameharibu Kenya. Amekuachia mwaka 3 umeharibu. Sasa unatafuta watoto wadogo watukane Rais Uhuru Kenyatta. Give Uhuru Kenyatta a break. And Uhuru Kenyatta has a right, constitutional right, to associate with whoever he wants because he's a Kenyan. So I don't want to see our young people here wanatumiwa na Ruto kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Na wewe Ruto, kama wewe ni mwanaume kamili, kuliko kutuma hawa watoto, huyo bibi yako na hao wengine, si wewe utukane Uhuru Kenyatta, sisi tukujibu. Wewe mwenyewe. Why are you sending Junet? Natuma Wanga, natuma Ichungwa, nani? Si ujitokeze wewe kama ni mwanaume, utukane Uhuru Kenyatta. Then tutakuamukia the following day, tukuambia mambo yako. Mambo yako mingi hatujasema. We have also been decent. But if this onslaught on Uhuru Kenyatta continues, I'll have no choice now but to address you, William Ruto. Na nitakuanika sasa. Mimi nakujua sana. Si ndio? I've also been decent. Nataja tu ile ya juju. Niko na ile ya ndani. Leave President Uhuru Kenyatta alone. Stop using those young leaders to abuse our leader. Let Uhuru Kenyatta be. Let him retire in peace. And let him associate with whoever he wants. Because he's a Kenyan and he has a constitutional right. And let you not belittle him that you defeated him. It's only that he was decent. Had Uhuru Kenyatta be like me, angetuambia mambo ya hii mtu ile ndani, Ruto hangechaguliwa. Lakini Uhuru alikuwa muungwana. So leave him, wachana na yeye tafadhali. Let Uhuru Kenyatta be. Awachiwe nafasi apumzike, angalie watoto wake na wajukuu, apate heshima yake kama kiongozi wetu, because that's the right thing to do. Na tutaki tulete maneno ambaye haina haja. Kati wadwa ito. Netwa withania. Nimoko gaithania. Nimoko githira ruriri. Na mugitire ruriri. Tondu thina witu ni kudagutume. Kudagutume. Na ni mucioi. Muthure itungati. Andu mangirugama na andu a Githunguri, andu mangirugama na andu a Kiambu, andu mangirugama na nyumba itu ya Gikuyu na Mumbi, andu matangiedia raia ndaci yao. Andu marika uria kwagirire hindi ciothe. Na andu acio mekuona ni aingi. Mumahe chance. Nimugwika uguo andu aitu. Nimugwika uguo. Nyini ndakena muno, Ngai witu amurathime, amwike wega. Murore magukumia, amwararamirie mihaka. Amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu yurage irathimo ihiana mbura njega. Ni twakena muno na twatika.
na githunguri ni ngenaga muno tondu ni nyu mwaruire wiyathi na nikio twoka guku inyue ni inyue itungati cia nyumba itu korwo kuri kundu andu matangienda kunyaniria rurire ni andu a githunguri na ni njui kahinda gakinya ni mugwika uria kwagirire. Wacha nipatie pastor wapi hiyo mchango yangu.